Yap, na kwa mara nyingine ushindi wa lazima tena kwa hii timu ya FC Barcelona ambapo jana iliweza kupata ushindi katika hali ngumu sana ambapo walishinda mabao 3-1 baada ya Juan Garcia goalkeeper mpya kabisa kutoka huku CD Espanyol ambapo alikuja kufanya makosa na ikaweza kuwapelekea kupigwa bao la kwanza kabisa. Ilikuwa ni mapema katika first half guys, na Barcelona ikaweza kwenda kwenye first half ikiwa imekula bao moja. Guys, haikuwa virahisi sana kwa FC Barcelona, maana Real Oviedo waliweza kupress Real Oviedo. Ukitizama guys, hii Real Oviedo ukitizama kwenye first half walikuwa na nguvu, kwa na press, ilikuwa inawezekana guys, ila kwa bahati mbaya walipotoka kwenye second half, yani timu FC Barcelona haikukawia. Kama mnavyomjua, ukisikia eti Barcelona imepiga remontada, yeye ndo akagomboa bao la kwanza. Kama kila siku anakuwa yuko hapa kwa kuweza kuprove kwamba yeye ndo anaweza guys. Kila michuano yote Barcelona hiyo icheza, huyu Eric Garcia hajawahi kukosa bao la kugomboa kwenye remontada za kina Barcelona. Sawa guys, akaweza kufunga bao la kwanza. Guys, bao lizuri kabisa na ambapo alikuja hata kuwa MVP of the match, na alikuwa kabisa anafaa kuwa MVP kwa sababu amecheza vizuri. MVP of the match Eric Garcia amecheza vizuri kabisa. MVP of the match, he deserved it guys. Kwanza kwenda kwa yote, Ronald Araujo kwanza, na yeye pia ana deserve kuongelewa guys. Ronald Araujo aliweza kufanya match nzuri sana, match nzuri, PlayStation XXL guys, ambapo mimi niseme tu guys, Araujo aliweza kuonesha match ya kiwango kikubwa guys, kwa sababu hata ili bao la kwanza la Eric Garcia kugomboa, Araujo amekuwa kama yeye ndo winga wa Barcelona, ambapo aliweza kueliminate, akatoa pasi Ferran Torres, hata kama hakuonekana kabisa kwenye hii match, ila aliweza kupiga huyo mpira, goalkeeper kautoa na Eric Garcia akamalizia guys. Na ilikuwa ni ushindi ambao Barcelona walitakiwa wapate, kwa sababu ukiangalia msimamo wa huku La Liga, Real Madrid ilikuwa tayari ishajifungia mechi yayo ya 7 guys, na kuwa mbele ya mechi ya 6, ilikuwa ni mechi ya 6 na kuwa mbele ya hii Barcelona pointi 5, ambapo Barcelona ilikuwa haijacheza mechi ya jana. Kwa hiyo Barcelona ilikuwa inaongozwa na Real Madrid kwa utofauti wa points 5, na Barcelona walitakiwa wafanye vizuri. Guys, na msio na uoga, Barcelona kama mlivyoona waliweza kufanya vizuri, walifunga hii timu ya Real Oviedo, hata kama haikuja kuwa rahisi kwao guys. Na mimi niseme tu guys, wachezaji wa Barcelona wakuwa vizuri guys, bila kukawia sana. Wachezaji walicheza, ila my god, huyu mchezaji huyu mimi kama nilivyowaambia atacheza hii machi. Ndio Barcelona na wachezaji wadogo wenye umri mdogo wazuri, ila tatizo la hawa wachezaji wadogo, kuna Dani Olmo, kuna hawa kina Marc Casado. Kama Marc Casado kabisa, mechi ya jana ilimshinda Marc Casado. Dani Olmo sio kuzungumzia guys. Na kwenye second half alikuja kumuingiza Frenkie de Jong, ambaye alikuja kubadilisha kabisa mechi. De Jong kabisa alikuja kubadilisha mechi, ila sio De Jong mwenyewe, maana alikuwepo pamoja na Pedri Gonzalez, ambayo yeye sio wa kusema kila siku, magician guys, yeye sio wa kuzungumzia guys. Pedri alikuwepo na alionyesha uwepo wake. Pedri alituonesha mechi nzuri sana guys, PlayStation XXL. Mimi niseme tu Pedri alikuwa vizuri sana. Pedri ni mchezaji ambao alituonesha kiwango kikubwa tena kwa mara nyingine. Hivi Pedri mimi nafikiri sio tena kuzungumzia, maana kila mechi anatuonesha viwango vikubwa, Mimi nafikiri tu hata tungeachia hapa Pedri, he deserve to be
one of the biggest player in the world actually, maana anatuonesha vitu vikubwa sana. Sawa guys, na bila kukawia, Frenkie de Jong toa pasi muruhu, pasi nzuri sana kabisa, ambapo Robert Lewandowski aliweza kupiga goli, bao la kichwa, na akaweza kuipatia hii timu ya Barcelona advantage ya kuongoza kwa huyo muda mabao 2-1 guys. Na niseme tu mimi kwanza, nikirudi nyuma kidogo, Robert Lewandowski kuingia anamrudilia huyu Rafinha, nilikuwa nishangaa kidogo sana, nilikuwa nipata confusions, kwa nini Rafinha natoka? By the way, Ferran Torres hayuko vizuri, Dani Olmo matope, kwa nini utoe Rafinha? Guys, ila nyuma nikuja kugundua kwamba Rafinha alikuwa anajihisi vibaya, alikuwa naka kutokuwa fresh vizuri, ila sio mbaya sana, maana Hansi Flick aliweza kuzungumza kama Rafinha ataonekana kwenye mechi zijazo. Hakuweza kupata shida kubwa sana, but for me Araujo aliweza kufanya machi nzuri sana, ambapo alikuwa kama bao la kwanza aliimplicate, alionyesha uwepo wake mkubwa sana kwa hili bao la kwanza la FC Barcelona. Aliweza kutoa mchango mkubwa sana kwa hili bao. Mimi niseme tu ni kama assist ingeweza kuwa ya kwake. Yeah guys, ni nusu ya assist, ametoa nusu ya assist, na akaweza kufunga bao la 3, bila kusahau ma interventions alikuwa anafanya huku nyuma. Yeah guys, kwa upande wangu MVP of the match was Ronald Araujo. Araujo alicheza match nzuri sana guys. Kwenye mechi ya jana alikuwa vizuri sana Ronald Araujo. Mimi sina mengi ya kuzungumzia, ila Barcelona nicho tu wanahitaji uwepo wa wachezaji wao, kama Jules Koundé, na yeye pia aliweza kuingia, na alifanya vitu ambavyo sio vibaya. Yeah guys, alicheza na Rashford pia alikuwa vizuri. Yeah guys, Barcelona waweza kujishindia mabao 3-1. Much respect kwa huyu jamaa Hansi Flick, mnapaswa mrespect huyu Hansi Flick, maana substitutions anazozifanya ni za kipekee, ni za kikuu guys, ni za uwezo. Mimi niseme guys, acha tusubiri tuone El Clasico itakuwaje, watachezaje, ila niseme tu wako vizuri. Chap guys, subscribe if it's the first time that you join my video. Yes.